Your Excellency. Koja kidogo. Morning. We understand we also have international media. Make yourselves as comfortable as you can. Yes. You see Deutsche Welle? Deutsch, okay. Because we are holding wreaths, can we go the following? I think we can all start. But before we start, I think we are witnesses to the fact that this is a most successful public holiday because of the police barricading, so people could not come to places of work. Welcome back to Aima Reveals. I know leo ni siku mbaya sana, ni sad day kwa Wakenya because tunakumbuka wase wenye walidai during maandamano. Na today we are going to look at the live videos is gonna happen at the Kenyan CBD sana sana na maybe top counties. Na you'll share your comment at the comment section. Na pia don't forget to comment RIP to our legend who fought for us, kusema kwamba hii kitu finance bill isipitishwe na wakauliwa wakitetea haki ya a fellow Kenyan. So hapa tunaona wasee wanawaremember hawa wasee wenye walipass. Tunaona hapo kuna Orengo, kuna Martha Karua na pia kuna Kalonzo Musyoka. Wameshika hawa mama wenye walipoteza wasee wao. It's very sad. Ni sad sana. Wameshika bana zimeandika afande please stop killing us. It's really sad mase. Ikiwemo Boniface Mwangi ambaye ni mmoja wale wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na pia vijana kadhaa ambao wanajitambulisha kama viongozi wa vijana wa Gen Z na kwa sasa wanaelekea katika eneo hilo kupeleka hoja zao kwa maafisa wa polisi. Wamebeba mabango ambayo baadhi yao yameandikwa wa Kenya ni effort, wanasema wanataka haki, wengine wanasema kwamba hawataruhusu Rais William Ruto kuendelea kuhudumu kama rais, na ni baadhi tu ya zile semi ambazo wako nazo kwenye vibango vyao. Na wamekuwa kwenye msafara huu kwa takriban dakika 10 hivi, na ni vijana kama 100 hivi ambao wanatembea kwenye msafara huu. Hatujaona vitoa machozi vikilipuliwa hadi sasa. Hii ni ukweli kabisa. Kenya must not forget because their lives matter. Mzee, hawa si lazima wakumbukwe. Hata kama ni possible mzee, hata kama ni kwa hizo vitabu za history, anything. Lazima hawa si wakumbukwe. Walikufa wakitetea, hata kama it's so sad mzee, it's so sad. Watch
We are outside Parliament buildings. It's a few minutes before 8 in the morning and the extra security measures are in force. There is also a police presence to stop vehicles accessing CBD at the moment, but the streets are pretty much empty, which you would not expect at this time on a normal day. It is, of course, June 25th, a key date in Kenya in recent years, because today marks 2 years since the 2024 anti-finance bill demonstrations where over 60 people died. Hii video nilikuwa ni asubuhi sana kabisa. Mapolisi bana walidhani watu wanaenda kuandamana kuingia kwa parliament tena. Ati watu wameshika doria kwa parliament. Watu tuandamani kwa sababu ya kitu yoyote ya kufight wala nini. Tunaandamana kukumbuka wase wenye walikuwa wamepoteza maisha yao. Hawa sema polisi sasa wanashika doria ya kutufanyia nini? Hata watu wamekuja tu na manini. Nimeona Wajaluo huko ati wanaandamana kwa sababu ya maandamano ya kesho. Sisi tunawaambia, in fact you are not invited. You are not invited. You are not invited. Sisi tuliandamana kwa sababu yule kijana yenu anaitwa Ojwang. Na wakati babake alipewa pesa kidogo, alisema alianza kusifu the killers. So sisi tunawajua nyinyi. Nyinyi hatujawaita katika hii shughuli ya maadhimisho. Hamjaitwa na mtu. Mlitukasirisha sana na msione kama tumesahau. Hatujasahau. Anyway, tunasema shughuli za kesho tutazipiga venye mambo ilikuwa imepangwa. Na mapolisi, msifikirie kama tutaenda Nairobi. Tunajua wale tulichagua mahali wanakaa. Tunajua mahali wako. Tunaenda kuwasalimia. Mkae mkijua hivyo. Kwa hivyo ni kama polisi mtume huko mahali wanakaanga. Kwa sababu lazima tuwasalimie. Juu hao ndo wametukasirisha. Na iko namna hiyo. No apologies. Kesho hakuna maandamano. Kesho watu watakuwa town na watakuwa wanafanya hizo mambo zao ni goons. And we ask Super CS, Murkomen, Wakili, deal with them properly. Deal with them perpendicularly. Those are looters and we are not going to allow anyone. Kama mtu anataka kuandamana, andamane kwao. Kama mtu anataka kushika barabara, anashika wapi? Kwao. My good friends, our president, our working president, as a matter of fact, our dad, our father, William Samoei Ruto, has done a lot for this country. When we went to the streets, if you can zoom very well, these are rubber bullets. We were there on 25th June. We went and we occupied the parliament for one reason, for the finance bill to be dropped. And what did our dad do? He dropped it. Alisema hawezi sign kitu kama hiyo. Si hiyo ni mtu anasikiliza wa Kenya? Yeah. That is what our dad did. Na tukatoka maandamano. Sasa tumekuja tumeona kazi amefanya. If I can say what the president has done, I will take the whole day. But I'll tell you a few. Look at the Mauri Roni Summit. Look at the affordable houses. Mimi mwenyewe ni mzao Mkuru, nimezaliwa hapa Mkuru, nyuma ya Mosque hapo South B Mkuru kwa Njenga. But dad amenitoa Mkuru, amenipeleka affordable. Nimetoka kwa affordable saa hii. Nyumba saa hii unaona hata nimepiga luku vizuri. Saa hii nimefika hapa. Otherwise, pigeni dad makofi. Ni tutam si tutam. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Dad amenitoa mazee kwa nyuma mabati. Tulikuwa nakaa hapa watu 6. Sasa yeye amenipeleka affordable, niko na hadi wifi. That is my father. That is my dad. Mmesikia chenye umbo amesema. Mmesikia chenye umbo amesema eti watu wameenda kuandamana huko ni malutas. Yaani hadi kuna gadza kuita Kasongo ati our dad. Yaani msee anasema hadi hiyo maandamano ya 25th June yenye ilifanyika 2024 hiyo msee anasema nini shwali? Msee anasema nini? Mpaka anasema ati mtu amefanya mambo mazuri kabisa katika hii nchi. Ati amefanya ati siku hiyo yenye watu walienda kuandamana huko wenye walipigwa na rubber bullet, what did he do? Walitoa nini hiyo finance bill. Hatuandamani juu ya finance bill sahihi. Tumeandamana kunini kufikiria hawa wase wenye walipass bana wakifaitia nchi yetu. Mbwa. Ngoja jaribu kumpiga. Nishamzoom. Mimi azin mimi nakuheshimu kiniheshimu.
Si hata hatuandamani. Sisi tunatembea. Ngoja waharasu watu tu venye wanaharasu watu hivi. Acha nishike. Unajua kiona umeshika ndo maana anasema ati atapiga hiyo kitu chini. Acha apige kani nimeshika. Mimi nawaambia ukweli. Well, stay tuned for more update and don't forget to share, subscribe and also like this video. What's your concern about this video yenye maandamano ya C25 yenye watu wanafanya? By the way, kila msee hapo mwenye atawatch hii video, please muandike tu hapo kwa comment section, rest in peace for our legend. Rest in peace kama unajua mtu mmoja kama hivi ni Albert Ojwang, mtu yote mwenye alipass kwa hiyo kitu akitufaitia. Najua Albert alikufa kwa sababu alitweet kitu, alienda kuuliwa kwa nini kwa cell. So andikeni kitu yote hapo chini kwa comment section, wase let's do this. Must go. Hatujua ataenda vipi. Must go. He must go. Mimi nakuaga YouTube na ukienda huko YouTube utaandika Aymar Reveals.